Nawekeza ndugu yangu. Niliwekeza. Sasa nikiwekeza hivi nilikuwa nikiweka shilingi 10, Aviator inaniacha nakula kama shilingi 60, lakini nikiweka 1000 nasikia sasa hivi kitu mimi mpaka leo inaniuma sana. Betting imekupeleka hasara gani ama faida gani kulingana na betting wewe mwenyewe? Manake nimesikia fununu ya kwamba kuwekeza sana kwa betting. Unavuna ama unavunwa? Hello bro. Ndugu yangu, kwa sababu tuna mawazo yani umetaja Aviator, umenipeleka mbali, yani mawazo yangu yalikuwa yameenda mbali sana kwa ajili ya kile ambacho Aviator imenifanya. Imekufanya kitu gani kwani? Yani Aviator kama ingekuwa ushaona ng'ombe ile tunahitaji ile kucastratiwa yani. Yani Aviator imenifinya hivi makei mzee. Imenifinya kabisa yani. Kwani wewe unaweka pesa zote kwa Aviator ama unatumia zile pesa za matumizi za nyumba kwa Aviator? Yani mimi historia yangu ya Aviator ni rafiki yangu fulani anaitwa Dula ndo alinitambulisha kwa Aviator. Mara kwanza Adula alinionyesha, akapiga pale Aviator akapata 150, tukaenda kibandani tukala chapati maharage vizuri. Ngoja 150 shilingi 150 ama 1150? 150. Sasa Dula 1000 ama shilingi 150? Shilingi 150. Sasa Dula akaniambia twende tukale chapati maharage, alafu tukila chapati maharage akaniambia hii, nikamuuliza Dula hizi hela umezitoa wapi? Akanambia ni Aviator, unaona? Sasa mimi nikamuuliza kwani Aviator vipi? Akanambia hujui mchongo, acha ni kunini, acha ni ku ni ongea bro, ongea. Acha kuna jamaa nimemwona pale kuna deni yangu, sasa ndo nilikuwa nataka tufanye haraka ndo niende. Sasa nimesota. Sasa akaniintroduce kwa Aviator. Nakwambia kwa hiyo yani in short Aviator imekufaidi ama imekupa hasara? Aviator imenifilisisha ndugu yangu. Yani Aviator imenikula. Nilikuwa siwezi fanya kitu. Alafu pia nilisikia fununu mama pia alienda. Yani wife alienda, vitu niliuza ndani kwa sababu ya Aviator. Yani kila kitu, yani mpaka landlord akanitimua kwa nyumba. Yani kile kitu ambacho Dula alikuwa niambia ni kwamba kumbe Dula alikuwa anaweka shilingi 20 anacheza hiyo, ikiisha hiyo mimi sasa nikaa nawekeza ndugu yangu. Niliwekeza. Sasa nikiwekeza hivi nilikuwa nikiweka shilingi 10, Aviator inaniacha nakula kama shilingi 60, lakini nikiweka 1000 nasikia sasa hiyo ndo kitu mimi mpaka leo inaniuma sana. Mpaka hizo sauti nikitembea tunasikia mpaka siku hizi hata nikitembea pale airport nikiona ndege zinapaa hivi yani nasikia uchungu yani nachukia mpaka ndege za ukweli yani. Pole ndugu mtazamaji, vile unavyoona ndugu yangu ameyapitia mpaka anasema akiona hata mwewe ikipita anaona Aviator. Ndugu yangu samahani, ndugu yangu pole kwa yale ukukuta. Yana anasema analala akiamka anaota ndege tu. Samahani. Pole ndugu yangu, pole ndugu yangu. Kuna shilingi 10 hapa. Pole ndugu yangu. Nimesikia tena unataka kwenda kucheza bado? Ya mwisho maana nataka kukomeka pia. Sema ndugu yangu, nenda nitakuletea shilingi 10. Ndugu yangu unavyoona hii ni Wakare TV. Hii ni Wakare TV ndugu yangu, unavyomsikia huyo ndugu anasema kwamba Aviator imefanya mpaka mama watoto pia ameenda. Yani amebaki yeye hana chochote mpaka ananiitisha shilingi 10 saa hizi. Anasema akipita pale JKA akiona ndege tu anaona mfuko wake umeenda. So tafadhali wale wanao beti, tafadhali msitumie pesa za nyumba za matumizi kwa ajili ya Aviator. Ndugu yangu amesema kwamba akisikia ndege tu anajua basi mfuko umeenda. Hii ni Wakare TV tukiwa katika maeneo ya Machakos County, na washukuru sana ndugu watazamaji. Kwa majina anaitwa Eric JJ mwenyewe. Asanteni sana.